kazi wala nini, sawa? Wewe umenidhamini mimi kwenye mikopo ya sababu yote. Yaani umeniingiza katika mikopo yako. Mimi napigiwa simu saa 7 za usiku na mimi nikulia na mke wangu kwa deni la kweli 8:30. Jana amenipigia simu mimi nikapuuza. Usiku pia amenipigia tena simu. Na hivi sasa amenipigia simu ananitafuta mimi. Yaani mimi nilikuwa nakutafuta kwa udi na uvumba. Imekuwaje uniingize katika mikopo yako ambayo haina maana? Samahani brother. Nakuomba tuongee. Hakuna cha kuongea. Utaongea kitu gani? Cha msingi wewe unatakiwa watafute wale watu ulipokopa, uongee nao unitoe mimi kwenye udhamana. Sawa bwana. Hizo akili unazotumia mimi sijazani haziniingia kabisa kichwani. Lakini nusu mimi naipata wapi? Hilo umekula wewe. Zamana umeniweka mimi. Ndio tulivyokubaliana hivi. Brother, naomba tuongee. Unajua sikiliza, tutakuja kushare sehemu mbaya. Na kuomba sihitaji mimi na yeye tufikishane sehemu mbaya. Ninachokuomba mimi, wapate watu wako umalizane nao huko. Mimi katika masuala ya udhamana wako mimi simo. Na namba zangu kwa nini uwaje namba zangu wanisumbue mimi? Wewe una simu yako na mimi na simu yangu. Kwa nini usiweke namba zako? Umeweka namba zangu mimi wananisumbua mimi hadi saa 7 za usiku nikulie na mke wangu. Brother bana. Na ndio nimekuomba tuongee kwa sababu gani? Sasa unataka kuongea nini? Mimi nakusikiza unaongea nini ili nijenge kichwani. Brother. Samahani bwana. Maana kule kweli mkopo nilichukua ila sikudhamini mtu yoyote. Ila sasa hao wa mikopo naona watu wengi walipataje namba yangu kama hujadhamini mtu yote walipataje namba yangu? Yaani kwenye majina ya simu, kwa mfano simu yako ina majina mimi niko fulani. Wanachukua yale majina, wanachukua na mimi ndio mimi nimekopa. Alafu SMS wote wanawatumia wote. Wanaambia wale walichukua simu yako wewe ndio akanachukua majina kwenye simu yako wewe. Sasa kwangu mimi wanaangalia wahusika nini? Kwa hiyo sijakudhamini. Hao wamikopo wanadhalilisha watu. Kwa hiyo wanaambia tu watu kwenye wanaangalia tu majina kwenye simu yako. Kwa sababu majina ya msingi. Hao ndio watu wako unaoongea nao kila siku. Kwa wanawatumia wale. Alafu wale wanakuja mimi wananipigia kelele. Hela yao nimeisha walipa. Tatizo wanatoa nikela mimi. Wanapiga simu hata ikiwa kazini. Hao wananipigia simu. Nikiwa nyumbani nimetulia wananipigia simu. Hela yao mimi nimeisha walipa. Sasa kama mwalipa mtandaoni hao wanatakiwa waambiwe kabisa. Wao wanakukopesha kwa wanakudhalilisha. Huo ndio mtandao gani? Sasa sisi tunaogopa hata kuchukua hela mtandaoni. Basi bwana kuanzia leo namba zangu bora unafuta. Hapo nishamaliza. Na yani sitaki swali jirudie tena na watu mimi wakinipigia simu sasa nitafika sehemu mbaya. Nitaripoti namba zao, nitaenda polisi nitachukulia talabi. Sasa brother tusifike huko sasa. Sasa kwa sababu gani unisumbua hadi saa 4 za usiku? Ndugu yangu. Kwa nini mnifanyia haya yote? Nini tena? Unataka kunidhamana mimi? Dhamana? Hebu kopo. Hamna bana, mimi sijakudhamini brother. Kama nidhamini, yani unanitumia message. Halafu vile akanipigia simu nilikuwa kazini. Akasema kwamba nikusaidia kulipa mkopo. Unadaiwa 74 deni. Nini kaka? Brother samani bwana. Wao wa mikopo ndio brother mikopo. Ila nimelipa. Unaona? Sasa kama umelipa kufanya walitaka mimi nichukue tena mkopo. Mimi sikutaka kuchukua mkopo kwao. Sasa kufanya wananiaibisha. Nachukua namba zangu zile. Namba za wahusika wangu kwenye line yangu. Wanatuma SMS za ajabu. Maana nimeziona watumia watu wahusika wangu wote. Sasa watu wa mtandaoni Mbona unawapa namba zangu? Wanakosea. Mimi sikuwapa. Kwa hiyo sio wewe tu wanakuja wengi wananisumbua. So mimi nimegundua wao wanachukua majina kwenye line yangu. Na wanatumia message za deni. Unakuta atumie huyu kwa 50, wakati yeye kidaiwe kwa 50. Yeye anatumia kwa 20, wakati kidaiwe kwa 20. Wewe 70, wakati deni lao mimi kwa 1.5 nimetoa. Hata ilichobakia wao ni kuniaibisha mara 200, mara 3. Sasa tuwaelewi wa mtandaoni. Kama sasa wameshindwa, waseme sio tunachukua hela. Mara tukichukua hela wanatuaibisha mtandaoni. Kwa hiyo mimi nimekoma sisi kukopa hela tena mtandaoni. Kwa na wengine na wenzangu na wengine nisipate kukopa hela mtandaoni. Unaona wanatuaibisha. Kama ndio hivyo unavyoona. Yani watu wangu na kuheshimu. Yani kero sasa, yani imekuwa mpaka kero, yani mbele ya baba mkwe wangu kweli.
Mimi mbele ya baba mkwe wangu anasema kwamba nilipe mkopo wa shilingi 64. Mara 80. Nilipe mkopo kweli. Ndio hivyo baba zangu. Mimi sina mengi. Hata nikiongea mengi itakuwa tu mimi naona ndugu yangu bora walipe kwa sababu gani? Mimi sasa hivi simu zinakuuliza hivi, ananipigia huyu, sisi napigiwa na kampuni gani sisi? Yaani simu zinakuuliza hivi. Napigia yana suluhiwa kila muda. ndio hivyo kaka yangu. Mimi siwezi kukudanganya. Kuna kitu siwezi kukudanganya. Nakwambia tu kweli kaka. Mimi bwana, mimi naona yani kama mimi wakinipigia tena simu mimi napengo mimi ikiwezekana mimi yani nitakuchukulia arabi tu wewe. Mimi nitachukua arabi kwa sababu gani? Mimi sijakudhamini. Sasa mimi yangu tena sina sasa. Wanaanza kunisumbua, au tunachukulia arabi wao. Kwa hiyo unakuwa hivyo. Haya, wanaweka utaratibu wa kusema kwamba ufikiaji wa SMS, ufikiaji wa kupigiwa simu, ufikiaji ndio mbona sasa mikataba wanavunja wenyewe. Haya, mtu alipe wiki mbili mkopo. Shemeji yako unavyomuona yule, achukua milioni 1. Milioni 1, juzi tu asubuhi anaswaki asubuhi. Anapita mswaki asubuhi, wanampigia eti simu kwamba lipa mkopo. Mimi namkata mbio pale kwa mtongo akasemaje? Wala mkopo wanataka eti nirudishe hela. Nitamwambiaje mtu wangu? Leo siku ya 3 tu. Hawaelewi. Wanataka eti arudishe mkopo kweli. Sawa basi blaza, maana ndio gani kweli? Ndio hivyo blaza, sasa mimi naweza kuongea baadaye maana nataka niwe kazini. Tunajua tena. Hawa hapo za mkopo bwana, mimi naona bora wapandishe kwa sababu hata pale kwenye nani pale unakuta kabisa wamekuandikia mkopo milioni 1 mkopo. Siku 91 mkopo milioni. Sasa siku 3 tena mtu unaanza tena kumsumbua mkopo. Alipe deni na wengine hawachua uhusika. Sawa brother, nimekuelewa. Ngoja basi kama nilivyokuambia. Bwana mimi baadaye ndugu yangu. Sawa. Baadaye.